السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وعلى رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الهداية والوفاء. أما بعد, tunakaribisha tena kwa moyo mkunjufu katika video zetu ambazo zinazungumzia siri miongoni mwa siri za Qur'ani, miongoni mwa siri za dua ambazo kwamba ni mujarrab na ni uhakika, hazina shaka ndani yake, na tunaona wale ambao kwamba wamezifanyia kazi, wameona faida yake, wameona siri yake, wa Mola Subhanahu wa Ta'ala ameweza kuwatimizia malengo yao, kuwafikishia matlaba yao kwa baraka na uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na katika video hii insha Allahu Ta'ala tutazungumzia siri na faida adhim ambayo lau waifanya inavyotakiwa, basi Mola Subhanahu wa Ta'ala atakufungulia khazina zake, atakufungulia khazina zake, yani kupata mali, kupata watoto na kupata jambo lolote ambalo kama umekusudia kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile kufikia yale malengo yako ambayo kwamba umeyakusudia. Kwa hivyo tunaelezea siri ya suratu Yasin ambayo lau tekeleza inavyotakiwa, basi Mola Subhanahu wa Ta'ala atakufungulia milango ya kheri. Mola Subhanahu wa Ta'ala atakutimizia malengo yako ambayo kwamba umeyakusudia yote katika maisha yako. Na kabla ya kuanza kuelezea siri kama hii na faida hii, basi mwanzo tutangulize kumsalia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Imekuja katika vitabu viwili, faida hii imeelezewa katika vitabu viwili, ni mchanganyiko wa faida mbili na zote ziko katika vitabu tofauti tofauti. Faida hii kitabu cha kwanza ambayo kwamba nimeinukuu ni kitabu cha Tanbihul Qulubi Naima ala al-Awrad ad-Daima. Muallif wa kitabu hichi ni Muhammad Abul Yusr Abidin. Utaipata faida hii katika ukurasa wa 86. Na vile vile kitabu chingine ni Bughyatul Mustarshidin fi talkhis fatawa ba'd al-a'immati min al-ulama al-mutaakhirin. Muallif wa kitabu hichi ni Abdurrahman ibn Muhammad ibn Husaini ibn Umar Ba'alawi al-Hadrami. Huu ni mwanachuoni wa Hadramut, na hichi kitabu ni mkusanyiko wa fatwa ambazo za maulama wa Hadramut, na huyu bwana amekikusanya kitabu hichi kwa ajili watu wapate kufaidika, na faida yenyewe ni kubwa sana na ni adhim na ni mujarrab kabisa, haina shaka ndani yake. Na ili uweze kutimiza malengo yako, ikiwa ni kupata mali, ikiwa ni kupata watoto, ikiwa ni kupata khairi, ikiwa ni kufunguliwa hazaini katika dunia yako, elimu na mfano wake katika mambo yote ambayo kwamba umeyakusudia kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala kusahilishia mambo yako, basi hii faida ni adhim. Inachotakiwa ni kufuata utaratibu huu ambao kwamba ni rahisi kabisa. Kwanza unatakiwa utenge mahali faragha. Jambo la kwanza ni kutenga mahali faragha, yani mtu asikuone, ikiwa ni sitting room, ikiwa ni bedroom. Almuhimu kwamba wewe utaifanya hii faida ukiwa ndani peke yako, mtu asikuone. Isha iwe ni baada ya salati al-isha, yani watakiwa kuifanya hii faida baada ya swala ya isha. Utaswali raka 4 za haja. Katika raka ya kwanza utasoma suratul Fatiha mara moja, na kisha utasoma Ayatul Kursi mara 3.
utasoma suratul Fatiha mara moja na utasoma ayatul kursi mara 3. Na katika raka ya pili, ya 3 na ya 4, raka ya pili, raka ya 3 na raka ya 4, baada ya kusoma suratul Fatiha mara moja utasoma suratul Ikhlas, yani kul huwallahu ahad mara moja, kul a'udhu birabbil falaq mara moja, na vile vile kul a'udhu birabbin nas mara moja. Yani katika raka ya pili baada suratul Fatiha kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas. Raka ya 3 hivyo hivyo na raka ya 4 hivyo hivyo. Ukisha kumaliza kuswali swala ya haja, hizo raka 4 za haja utasoma ukiwa pale pale umekaa, kabla ya usiondoke pale pale umekaa. Baada ya kupiga salamu, basi utasoma suratu Yasin mara 4 kwa kufuatana. Yani suratu Yasin ya kwanza wasoma ya pili na ya 3 na ya 4 kwa kufuatana. Katika huko kusoma kusiingiwe na mazungumzo mengine, yani usikate kile kisomo kwa mazungumzo. Bimaana yani hata ikapigwa simu usishike hiyo simu. Kwa hivyo wakati wewe unataka kusoma, yatakiwa simu yako uizime ama uifanye iwe kimya, uiweke katika hali ya kwa kimya, yani isikushawishi na isiharibu kisomo chako. Ukisha kumaliza kusoma suratu Yasini mara 4, basi inua mikono yako na uombe dua hii mara 3. Omba dua hii mara 3. Dua yenyewe ni ipi? Ni hii: subhana almunaffisi an kulli madyun, subhana almufarriji an kulli mahzun, subhana man amruhu baina alkafi wannun, subhana man idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, ya mufarrij alhumum, ya hayyu ya qayyum, salli ala sayyidina Muhammad. Kisha hapa utatia nia yako, utataja haja yako. Kwa mfano ukifika hapo salli ala sayyidina Muhammad, basi nikidhie haja fulani, nipe mali, nijalie nifaulu katika mitihani yangu ya shule na mfano wake. Yani hapa utaomba haja yako. Basi ukifanya utaratibu huu ambao kwamba nimeuelezea, basi Mola Subhanahu wa Ta'ala atakukidhia haja yako yoyote ulomkusudia. Mola Subhanahu wa Ta'ala atakufungulia khazainu zake, atakufungulia milango ya kheri. Kama ni elimu atakupa, kama ni kufaulu katika mitihani atakupa, kama unataka watoto wako wawe ni watoto ambao kwamba ni wenye akili, wenye watoto wawe ni muslihun, wenye kusilihi, yote haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakufikia malengo yake. Muallifani hadhani, watunzi wa vitabu hivi viwili waloelezea faida hii, wanasema wakinukuu kwa mashekhe zao, wanasema qala mashaikhuna, mashekhe zao wamesema kwamba sema sallaina hadhihi salah, waliswali swala hii wakaitabikisha hii faida, sema faqudhiyat hawaijuna, haja zetu zote ambazo kwamba tumemkusudia Mola Subhanahu wa Ta'ala, Allah aliweza kuzikidhi, kuzitimiza na kuzikamilisha. Kwa hivyo hii faida ni adhim, na ni mujarrab. Bora uwe na yaqini, bora uwe na ikhlas, bora uwe na subra, basi Mola Subhanahu wa Ta'ala atakutimizia malengo yako. Nataka tufahamu kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala katika kujibu dua
anaweza akakujibu pale pale, anaweza akakucheleweshia kwa muda kuangalia imani yako, na vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaangalia hikma ya kwa kucheleweshia kwa maslaha yako wewe, au Mola Subhanahu wa Ta'ala anaweza akakuwekea kesho siku ya Kiyama, akakupatia siku ya Kiyama. Yote ni khiari Mola Subhanahu wa Ta'ala anamchagulia mja wake kwa faida na maslaha yake Mola Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie kila la kheri. Mola Subhanahu wa Ta'ala atufule milango ya kheri, atusailishie mambo yetu yote na mazito yote. Mola Subhanahu wa Ta'ala atuondoshe kwa baraka na siri za Qur'ani na majina yake matukufu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.